au sikupa? Alitupa taarifa jana jioni. Achana jana, mwezi wa 12 sikupa taarifa. Ni kweli alikuja akatupa taarifa. Ukasemaje? Hauna hela. Mtoe maua. Tena alituambia kule juu tulivyoanza kutoa siku hiyo akanipigia tena simu jioni akasema hili zoezi nimelisitisha. Alivyosema hili zoezi nimelisitisha. Kwa sababu ulikuwa hauna hela Franki. Alivyosema nilimesitisha kweli tulisitisha. Ghafla jana saa 11. Sasa jana saa 11 ya jioni ingewezekanaje? Mtazamaji wa TNTV, hapa ni katika kata ya Kagondo, karibu kabisa na stendi ya daradara, ambako unashuhudia sintofahamu kati ya kikundi cha wajasiriamali wanaojihusisha na kilimo cha maua pamoja na mwekezaji. Wajasiriamali wakilaumu kukanyagwa au kuharibiwa kwa maua yao, wakati mwekezaji akitengeneza barabara ya kuelekea eneo anakotaka kuwekeza, hali iliyopelekea meya wa manispaa ya Bukoba Acton Wankomezi pia kuingilia kati. Ungana nami kuyafahamu mengi yaliyotokea hapa, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment. Sisi mradi wetu ndio ulikuwa unatusaidia katika marejesho ya mkopo tuliochukua halmashauri kwa 10%. Kwa hiyo kilichotusikitisha zaidi ni huyu aliyekuja kuingilia kwenye bustani yetu bila kutupa taarifa ya muda mrefu, labda tukahamisha maua yetu tukayaweka pembeni. Kupita hapa sio sababu. Kama tungekuwa tumetoa maua yetu tukayaweka pembeni, yeye akapita. Unaona? Kwa sababu hii ni road reserve. Tungekuwa na makubaliano ya mwenye shamba na mwenye kupita, ingekuwa inawezekana. Lakini kulingana na alivyopita, speed yeye alivyoamua akapita, amesababisha hasara kubwa sana katika bustani hii ambayo inatutia doa sana, kwa sababu kuja kutafuta nani? Kwa sababu tulipochukua mkopo, kila kitu tuliwekeza kwenye shamba humu. Sasa tutapata wapi marejesho kama yeye ametufanyia hivi? Serikali inaiomba iingilie kati kupitia zoezi hili, kwa sababu tupate tutakavyorejesha mkopo huo. Maana tulikuwa tumerejesha miezi 3, bado tunadaiwa miezi 9. Tutarejeshaje sasa? Ilikuwa ni kwamba tumepigiwa simu saa 11 ya jioni kwamba mtoe maua. Tukamwambia hatuwezi sasa hivi, muda huu hatuwezi kutoa maua, msubiri mpaka kesho tutatoa. Na muda huo skaveta ilikuja na magari ya vifusi wakaanza kuharibu kama hivi mlivyoona. Tumepata hasara kubwa kwa sababu hapa kwanza tumekopa, tuna mkopo 10% wa vijana. Kwa tumekopa na maana tumeanza mwezi wa 9 kurejesha. Mpaka sasa hivi tumerejesha miezi 3. Kwa hiyo tuna miezi 9 mbele ya kurejesha huu mkopo, na ile hela yote tuliwekeza kwenye haya mbegu za maua, na haya maua ndio tunaona yameharibiwa, na hapa pote unaona tumemwagiwa vifusi pote na makote pamefukiwa maua. Kiasi gani cha fedha cha mkopo ambacho mlichukua? Tulichukua shilingi milioni 3 ambayo tunarejesha kila mwezi shilingi 250,000. Bado tunadaiwa shilingi milioni 2 na 250,000. Serikali ingilie kati, kwa sababu ndo tunatarajia, tuna familia zinategemea kupitia hapa, na mkopo hatuna sehemu nyingine ya kupata ule mkopo, ile marejesho ya kurejesha ule mkopo. Kwa tunaomba tusaidiwe, tuangalie namna tutakapoendelea na shughuli zetu hapa. Huyu bwana nilimpa taarifa, ilikuwa kwenye tarehe ngapi? Tulikuwa tunamwaga kifusi, tulikuwa tunaendeleza kiwanja cha kule. Nilikuwa naeleza kiwanja cha kule nyuma. Sasa ikabakia kifusi kule. Nikamwambia bwana, nataka kuweka hii eneo kifusi. Akaja akasema kwamba hana hela, anahitaji kama 170,000 kwa ajili ya kulipa barua kwa ajili ya kuhamisha maua. Nikamwambia mimi sasa nataka niendeleze, niweke kaoshi, niweke parking, niweke na frame kidogo, lakini sasa fanya hicho kitu bila kumwaga kifusi, mpate level ya hii eneo. Hiyo Disemba katikati huko akasema kwamba hana hela. Nikamwambia basi haina shida, mimi ngoja niondoke, ila nitarudi. Unaona? Nitarudi yaani kabidi nimwambie wale kwamba sitisha kifusi. Tutakifanya baada ya muda fulani. Kwa mtu anachukua mshahara mazao yake. Kwa hiyo huyu jamaa ana taarifa ndani ya miezi miwili. Brother, ni kweli? Baba kamwambia, mama alimwambia, na mimi nilimwambia, na yule alikuwa hapa shahidi, tulimwambia anatoa mazao yako hapa, akasema hana hela kutoa. Kamwambia mimi ninachotaka, sitaki kuharibu mazao yako. Mimi nataka tu nipate njia. Sasa kifusi cha kule cha msingi kama umempa taarifa utatoka polepole. Ni kwamba huyu jamaa ulimpa taarifa zote usogeze kifusi cha. Mimi niweke mpaka huko, lakini kwa sababu naona kwamba hana hela, kabidi mimi nianze kwanza na kule nyuma. Kwa kule nyuma umemaliza. Na huku mimi kifusi napita njia pale naenda kwenye mahindi yale.
hata ile mbona analima pale mahindi kwa shamwambia akisema na tusubirie tupe muda. Huyo mahindi kayatoa. Kwa maana mimi kapata muda kwenda kule, lakini huyo hata ushirikiano anasingizia kwamba tiana hela. Sasa mimi nimpe hela ya kutoa mazao haya. Kwa hiyo mtu bwana, mimi nitaribu sehemu ndogo kwa ajili ya kupitisha njia. Alafu baadaye mimi nitakufungua kwa maji ndio kupita. Utaendeleza kazi yako, mimi nikija kuendeleza. Na utakuwa ushajipanga au kama utaamua tushirikiane uweke mazao kwenye eneo. Lakini tuweke mazao eneo chikalisha endelea. Sasa pale umeharibu mazao yake. Pale anasema kuna maua nimeharibu, miti, kuna miti ambayo ilikuwa pale lakini maua ilikuwa tunahamisha tunaweka pembeni. Lakini hatutoe mazao yote. Tofauti tu na miti ambayo ilikuwa kwa imesimama na ile miti lazima ingetolewa ni mikubwa kama miti kama huu hapa. Lakini maua mengine tumeweka vijana tukatoa jana. Sasa mti kama utawamisha vipi wakati ni mti uko chini ushapandwa? Kwa hiyo ni madude madogo ambayo nimelimota tangu mwanzo lakini ameshindwa kuyatoa. Anasema hana hela. Sasa mimi nifanyeje? Na hiyo inachokuwa nielezo tangu mwaka jana lakini nashindwa kwa sababu ya huyu rafiki yangu. Na sio kama ndio tunafanya tu biashara. Sasa ili kuendeleza ile eneo lazima tukapandishe juu na mtu umepata kifusi cha bure. Lazima njoni tumalize mgogoro. Kwa hiyo sasa ninyi baada ya hichi kuwa kimetokea mnahitaji nini? Hili eneo ndio tena ni eneo la serikali linalomilikiwa na TANROADS. Lakini huyu bwana Hasani yeye ana makazi yake kule. Sasa kama serikali lazima tukimpa mtu kiwanja tunampa na eneo la kupita. Kwa hiyo huyu ni mwekezaji yuko sahihi, anatakiwa kuweka njia ili kufika kwenye eneo lake, lakini pia wananchi wetu wanayo haki ya kuendelea kufanya biashara. Kwa hiyo tumekubaliana na mwekezaji apitishe barabara, lakini akimaliza awaruhusu hawa wananchi waje kuendelea kufanya biashara yao ili wapate fedha ya kurejesha mkopo wa halmashauri. Mmoja ninachoweza kuwashauri wananchi wakikutana na hali kama hizi watoe taarifa ili waliowapa mkopo aidha ni halmashauri au benki wajue kuhusu adha walioipata. Option ya haraka hapo ni kuongezewa muda wa kurejesha mkopo. Lakini kuhusiana na hili eneo, bahati nzuri huyu mwekezaji ametuhakikishia kwamba zoezi hili la uboreshaji wa hichi kiwanja linachukua siku 2. Kwa hiyo adha watakayoipata ni ya siku 2. Baada ya hapo biashara yao itarejea na wataendelea kufanya kazi. Kwa hiyo ikitokea kuna changamoto kikubwa, mimi ninachoomba ni kutoa taarifa wa uongozi wa halmashauri kuhusu hiyo changamoto ili waweze kujua namna ya kuongezea muda katika mkopo wao kuliko kuendelea kujificha.